Ndugu zangu katika imani, anatuhusia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika moja hadithi zake pale aliposema, yapatieni faida mambo matano kabla hamjafikwa na mambo matano. Na mafuhumu na maana ya hadithi hii ni kwamba yawezekana ikafikia kipindi baadhi yetu tukawa tunazitamani tu baadhi ya ibada kuzifanya, lakini tukakwazika kuzifanya ibada hizo kwa sababu mbalimbali. Inaweza ikafikia kipindi ukatamani ibada ya hija, lakini afya isikuruhusu. Uwezo wa kimali unao, lakini afya ikawa ni tatizo kwako, si mtu wa kusafiri safari ndefu. Ibada zingine unaweza ukazitamani uzifanye kiukamilifu, lakini ukajikuta unasali hali ya kuwa umekaa, ni afya haikuruhusu. Unatamani kufunga saumu za faradhi na za sunna, lakini afya ikakataa. Na wakati mwingine unatamani ibada fulani uifanye, lakini muda ukawa hamna. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatukumbusha kwamba tuyapatie faida mambo matano kabla hajatufika matano. Moja kati hayo matano ambayo ndio itakuwa sehemu ya hutuba yetu ya leo ni faragha. Unapokuwa una nafasi, haujatingwa na mambo majukumu mbalimbali, fursa hiyo itumie vizuri. Fursa ya kutotingwa na mambo na majambo mbalimbali, basi itumie vizuri upate faida katika fursa hiyo. Sasa ndugu zangu katika imani, tuna mengi ya kujifunza kutoka kwa waja wema waliotangulia, kuanzia kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba. Tunayo mengi ya kujifunza. Ilifikia kipindi masahaba ridwanullahi alaihim walikuwa wamekaa wakiwa na fursa, wakawa wakitaniana, wanafanya mzaha, majukumu wameyatekeleza, lakini sasa umefika muda wana fursa, wakawa wakitaniana. Moja kati ya riwaya ambayo inaelezea sababu ya kuteremka aya ya 16 ya sura al-Hadid, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah, mpaka mwisho wa aya. Moja ya riwaya ambayo inataja sababu ya kuteremka aya hii ni kwamba masahaba walikuwa wamekaa baada ya majukumu wakifanya utani, ndipo ilipoteremka aya hii. Lakini riwaya nyingine inataja sababu ya kuteremka aya hii ni kwamba walipojiona sasa wana fursa, wana nafasi, wakaomba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia, hadithna ya Rasulullah, tuna fursa, tumekaa tumepumzika, hebu tusimulie tukio lolote lile ya Rasulullah. Waliona muda wao usipite hivi hivi, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam awape kisa chochote kile. Hadithna ya Rasulullah, tusimulie tukio lolote lile. Baada ya kusema maneno haya, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya, nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima auhaina alayka. Zikateremka aya, kikatajwa kisa cha Yusuf alayhi salamu mwanzo mwisho. Waliona upatie faida muda ambao walikuwa wapo hawajatingwa na mambo, wakamtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam awasimulie kisa ambacho wao watapata mazingatio. Zikateremka aya. Hakikuwa kisa cha kutunga, kilikuwa ni kisa kilichotokea kweli kwa waja wema waliotangulia, ambacho ndani yake kuna mazingatio. Lakini baadaye tena siku nyingine wakamwambia, hadithna ya Rasulullah, tusimulie tena. Baada ya kuwa zimeteremka aya za mahimizo, maagizo, maamrisho, sasa wakawa wanataka wapate na visa ambavyo vinahusu watu waliotangulia.
Walipomwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam awasimulie, zikashuka aya zikitaja visa ambavyo vina mazingatio ndani yake. Swala hili likawa linakariri. Baada ya muda tena sema hadithna ya Rasulullah, hadithna ya Rasulullah. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akateremsha aya kuonyesha kwamba muda wa faragha ni muda wa kuupatia faida, sio muda kukaa kusimuliana, pamoja na kwamba visa alivyokuwa akisimulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni visa ambavyo vilikuwa vina mazingatio. Ndugu zangu katika imani, tuangalie visa tunavyosimuliana sisi leo hii. Muda wetu wa faragha tunaupitisha vipi? Tunaongea habari zipi, kama si za michezo Simba na Yanga, kama si za siasa? Hawa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama wameona muda wao waupatie faida, wanamtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam awasimulie visa ambavyo vina mazingatio ndani yake. Zikashuka aya, wakataka tena, zinashuka aya, walipotaka tena zinashuka aya, kuonyesha kwamba si muda wote wa faragha ni wa kusimuliana visa, hata kama vina mazingatio. Ndipo Mwenyezi Mungu kashusha aya akasema, alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah. Hivi haujafika muda kwa waumini an takhsha qulubuhum, zikafikia nyoyo zao kuingiwa hofu na kumwogopa Mwenyezi Mungu, li dhikrillah, wakawa wanamtaja Mwenyezi Mungu badili ya kusimuliana visa. Na tutazame visa ambavyo alikuwa anasimulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa mtume wake, ni visa ambavyo vina mazingatio ndani yake, lakini Mwenyezi Mungu anasema haujafika muda. Wakaachana na habari ya visa, wakawa wanamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wama nazala min alhaq. Haujafika muda wa waumini nyoyo zao zikawa na hofu, zikawa zinamtaja sana Mwenyezi Mungu, zinamtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi. Wama nazala min alhaq, lakini wakawa wanasoma pia Qur'an. Mwenyezi Mungu anatukumbusha sisi, anawaambia masahaba, lakini anatukumbusha sisi. Na akasema wasifanane, wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl, na wasiwe sawa na wale ambao waliopewa kitabu kabla. Hawa ni Mayahudi na Manaswara, na wale ambao zama zao zipo karibu sana na ummati Muhammad na Manaswara. Ilikuwaje? Fatala alaihimul amad, ahlul kitab, baada ya kuwa umepita muda mrefu, baada ya kuondoka mitume wao, faqasat qulubuhum, mioyo yao ikawa migumu, wakawa si wa kumtaja Mwenyezi Mungu kwa wingi. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu anatutaka tusiwe kama ahlul kitab. Hebu tujitazame sisi leo hii, kila mmoja itazame nafsi yake. Ni mara ngapi unamtaja Mwenyezi Mungu? Baada ya swala alfajiri utakuja kumtaja tena Mwenyezi Mungu baada ya swala ya dhuhuri. Baada ya dhuhuri utamtaja tena Mwenyezi Mungu baada ya swala ya alasiri. Yaani tumekuwa tukimtaja Mwenyezi Mungu kwa sababu ni lazima katika swala hiyo. Tena kwa wale ambao wanasali swala tano. Kwa anayesali Ijumaa mpaka Ijumaa, maana yake ukimtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Ijumaa, kuja kumkumbuka tena mpaka Ijumaa inayokuja. Wanaofanya ibada Ramadhani mpaka Ramadhani, hali ni hiyo hiyo. Ukimtaja Mwenyezi Mungu katika Ramadhani ya mwaka huu mpaka Ramadhani inayofuatia. Sasa Mwenyezi Mungu anasema tusiwe kama waliopewa kitabu kabla yetu, baada ya kupita muda mrefu tokea walipoondoka mitume wao, faqasat qulubuhum, mioyo yao ikawa migumu. Mioyo yao ikawa migumu. Ndugu zangu katika imani, wanaelezea wanazuoni wa tafsiri, baada ya kutaja sababu ya kuteremka aya hii, sahaba mmoja anasema aya hii iliteremka miaka 4 baada ya hijra. Riwaya nyingine ikasema ni zaidi ya miaka 4 baada ya hijra. Mfano aliopiga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii, kutukataza tusifanane na waliopewa kitabu waliokuwa kabla yetu. Baada ya kupita muda mrefu, mioyo yao ikawa migumu, kumtaja kwa Mwenyezi Mungu ikawa ni kwa uchache sana. Na tumekumshana ahlul kitabu ni Mayahudi na Manaswara, waliokuwa karibu na zama za Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Manaswara. Tokea kuondoka kwa Isa alayhi salam
mpaka anazaliwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni miaka 570. Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa mwaka 570 kwa kalenda ya miladi, mwaka 570, mpaka anakuja kupewa utume akiwa na miaka 40, maana yake ni miaka 610. Kipindi kati ya risala ya Isa na Muhammad ni miaka 610. Kipindi hiki Mwenyezi Mungu anatukumbusha hawa, kwa kipindi hiki mioyo yao ilikuwa migumu, ikawa kumtaja kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni tatizo, hawamtaji sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa tuangalie tokea alipoondoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka leo hii, kama miaka 610 tayari mioyo ilikuwa migumu. Leo hii tunazungumzia miaka 1400, sio 610 tena, 1448. Ndio maana tunajikuta wengi wetu tumekuwa wagumu kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wengi wetu tumekuwa wagumu kusoma Qur'ani tukufu. Ni kwa sababu tokea alipoondoka mtume mpaka leo hii ni zaidi ya miaka 1400. Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatukumbusha ahlul kitab kwa sababu tu ya kupita muda mrefu tokea kuondoka mitume wao, mioyo yao imekuwa migumu, miaka 610. Sasa sisi tuna 1400. Tusipokuwa makini, maana yake hatutomtaja Mwenyezi Mungu mpaka Mwenyezi Mungu atupe mitihani, na ndio hali halisi tuliyokuwa nayo leo hii. Ndugu zangu katika imani, hebu na kila mmoja ajitazame nafsi yake, anapokuwa ana faragha, yupo hana shughuli yoyote, hana jambo lolote lile linalomshughulisha, nini huwa kinamshughulisha? Ndugu zangu katika imani, hili si swala la mtu kumsimulia mtu mwingine. Hali tulionayo sasa hivi ya utandawazi, kila mmoja katingwa na simu, anachokifanya, anachokiangalia, anachokisikiliza, anakijua yeye. Kama kuna baadhi ambao kupitia simu zao wanayafanya yale ambayo yanawapatia faida katika maisha yao ya sasa na ya baadaye, basi ni wachache sana. Wengi wetu tukitingwa na simu zetu si katika yale ambayo yanatupatia faida, hata kama faida basi ni kidogo. Sehemu kubwa yanayotushughulisha tukiwa na faragha ni yale ambayo hayaongezi chochote chenye maslahi katika maisha yetu ya sasa na hayo ya baadaye, ndio kabisa. Haina maana kwamba mtu asijue duniani kunaendelea nini, si maana yangu hiyo, lakini linakupatia faida kiasi gani? Hadithi tuliyokumbushana toka mwanzo, Mtume anasema yapatie faida mambo matano. Kuna mambo mengine unaweza kuyafanya wala si munkar wala si dhambi, lakini je, linakupatia faida? Kutaka kujua leo kuna nini duniani, nini kinaendelea, wala si dhambi. Lifanye kwa muda mfupi, lakini tumia muda mwingi kuyafanya yale ambayo yatakupatia faida kwa maisha yako ya sasa na ya baadaye. Wala tusiwe kama wale waliopewa kitabu kabla yetu, ambao kwa kupitiwa na muda mrefu tokea kuondokewa na mitume wao, basi mioyo yao ikawa migumu. Wakathiru minhum fasiquna, na wengi wao wakawa ni waovu. Aya inayofuatia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kutukumbusha hili, anatuambia hatujachelewa, i'lamu anna Allaha yuhyi al-ardha ba'da mautiha, tambueni ya kwamba Mwenyezi Mungu anaihuisha ardhi baada ya kufa kwake. Baada ya kupita muda mrefu wa jua kali na kiangazi, Mwenyezi Mungu analeta mvua, anaihuisha tena ardhi. Huu ni mfano kwamba kwa kuwa tumejisahau muda mrefu sana kutokumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutoisoma Qur'ani, kitabu chake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mioyo yetu imekufa katika maeneo hayo mawili ya kumtaja Mwenyezi Mungu lakini na kusoma Qur'ani. Tusikate tamaa. Mwenyezi Mungu anazihuisha nafsi zetu kwa kumtaja yeye sana na kwa kukisoma kitabu chake sana, kama vile ambavyo anavyoihuisha ardhi. Baada ya miezi kadhaa ya jua kali, Mwenyezi Mungu analeta mvua. Mimi na wewe kupitia aya hizi bado hatujachelewa, kwa kuwa tu pumzi bado tunazo, fursa tunayo.
ya kubadilika na kutumia vizuri muda wetu katika kupata faida. Qad bayyana lakum al-ayat la'allakum taqilun, tumekubainishieni aya nyingi ili mpate kuzitumia vizuri akili zenu na fikra zenu, kwamba haya yaliyosemwa hapa na hali tulionayo ya leo hii, kwamba tunashughulishwa sana na mambo mengi ambayo hayana faida, kama vile ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuagiza tutumie vizuri mambo matano kabla tujafika na mambo matano. Ndugu zangu katika imani, siku ya Kiyama inaelezewa na uzito wake, itafikia mtu atajuta na akaomba arudishwe hata lisali moja tu akafanya liko ya kheri. Umeishi umri ulioishi miaka 50, 60, 70, 40, hukupata faida. Leo hii unakuja kuomba hata lisali moja tu. Na ndio maana tunakumbushana na mapema kwamba tuyapatie faida haya mambo matano, likiwemo hili kubwa la wakati na faragha. Ukiwa una faragha, itafikia kipindi utatamani faragha hiyo uipate ili ufanye ibada kikamilifu, lakini fursa hiyo itakuwa haipo. Ipo afya, lakini ipo faragha, upo umri, upo ujana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazungumzia mambo hayo. Utumie vizuri ujana wako, utumie vizuri umri wako, itumie vizuri afya yako, itumie vizuri mali yako ulionayo sasa hivi, kabla haijafikia kipindi hata hiyo mali hauna afu katamani kutoa sadaka. Mtu atatamani kwamba Mwenyezi Mungu nirudishe japo muda mfupi tu nikatoe sadaka. Ulikuwa nayo hiyo mali tulikupa miaka 50, 60 umeishi nayo. Leo hii unaomba hata dakika 5 tu ukafanya ibada fulani, nikafunga hata Alhamisi moja nipate. Muda huo utakuwa haupo tena. Ndugu zangu katika imani, kimsingi na asili sisi wote ni watu wa peponi, na hasa ummati huu, ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa maelezo yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ummati wangu wote, kullu ummati yadkhuluna aljanna, sisi wote ummati Muhammad wote ni watu wa peponi, illa man aba, isipokuwa yule ambaye atakataa tu yeye mwenyewe. Alipoyasema maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonyesha kwamba sisi watu wa ummati wake wote ni wa peponi isipokuwa atakayekataa, masahaba wakashangaa, nani wa kukataa hilo? Waman yaba ya Rasulullah, ni nani atakayekataa? Akasema man ata'ani dakhala aljanna, atakayenitii basi huyo ataingia peponi. Waman asani faqad aba, atakayekwenda kinyume na vile nilivyoelekeza, vile nilivyoamrisha, basi huyo ndio atakuwa amekataa. Kwa ndugu zangu katika imani, ni mimi na wewe ndio tuna hiari ya kukataa au kukubali. Sisi sote kimsingi, kwa maelezo ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana yake Mtume katuthibitisha watu wote wa peponi. Na kwa kuwa halali ipo wazi, haramu ipo wazi, mambo mengi tumebainishiwa, kwa hiyo tuna hiari ya kuchagua. Na ndio maana aya zinazoelezea malipo ya watu kwenda peponi au kwenda motoni, kwamba wale watakaopata malipo ambayo ni hasi watakuwa ni watu wa motoni. Mwenyezi Mungu anasema jazaan wifaqa, ni malipo yanayowafikiana na matendo yao, hatodhulumiwa mtu. Yani zinapotajwa adhabu na watu wakwenda motoni ni jazaan wifaqa, malipo yanafanana kabisa na matendo. Lakini anapotaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala malipo kwamba watu watakwenda peponi, anasema ata, ni malipo ambayo ni fadhila zake tu Mwenyezi Mungu. Yani ibada zinazozifanya hazifanani na utukufu wa pepo ya Mwenyezi Mungu. Ikitokea mtu kaingia peponi, basi ni kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu, si kwamba alifanya ibada sana ndio zimempelekea kaingia peponi, ni fadhila zake. Lakini upande wa motoni, maana mtu akifikia kwenda motoni, maana yake amelipwa malipo ambayo yanalingana na kile alichokifanya na kile alichokichuma. Ndugu zangu katika imani, tumesema na tumekumbushana kwamba fursa bado tunayo ya kubadilika kutoka katika hali tuliyokuwa nayo ya kujisahau sana kumtaja Mwenyezi Mungu, kujisahau sana kukisoma kitabu chake kitukufu, na muda wetu mwingi tukautumia katika mambo ambayo hayatuingizii chochote kile.
tunasimuliana visa ambavyo havina faida, havina maslahi, si katika maisha yetu ya sasa wala katika maisha ya baadaye. Ndio kabisa tubadilike kutoka hapo. Ndugu zangu katika imani, tutumie vizuri fursa mbalimbali, afya, mali, umri, lakini pia vile vile faragha tuitumie vizuri. Kubwa zaidi ambayo tumezungumzia katika hotuba hii ni faragha, ule muda ambao umekuwa haujatingwa na mambo. Hebu mtaje Mwenyezi Mungu, chukua kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukisome kitabu ambacho malipo yake ni kwa herufi moja moja. Chukulia mfano, umekaa nusu saa unasoma Qur'ani, ukaishia pale alipokukadiria Mwenyezi Mungu, kama ni juzu nzima, ni nusu, robo, utakuwa umepata thawabu kiasi gani kwa malipo ya kila herufi moja moja, na kwa kila moja inaanzia 10 na kuendelea. Ni fursa ambazo tunazipoteza. Ibadallah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma nas'aluka ridhaka lil khulafa'ir rashidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali bin Abi Talib وبقية صحابة رسول الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.